Okay, ni siku nyingine tena. Karibu katika channel yako pendwa ya Fanikiwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, naomba uweze kusubscribe na wash notification bell ili uweze kupata notification kwa kila video tunayoituma katika channel yetu. Okay, leo tunaenda kuelezea jinsi ya kutengeneza lipa namba kwa mtandao wa Yas. Hii inaelezea kwa upande wa wale watu ambao wameshapata access au ruhusa ya kutengeneza hizo lipa namba kwa wafanyabiashara. Twende hatua kwa hatua ili uweze kuelewa zaidi. Cha kwanza, kama ushatengenezewa access, najua tayari una ile file imeandikwa Yas Agent. Kama una, ingia Play Store, download, andika Yas Agent, download, jisajili kwa kutumia user yako ambao line uliotengenezewa hiyo ruhusa ya kutengenezea. Twende pamoja. Ingia katika file lako la Yas Agent. Ingia katika file lako la Yas Agent kama hivyo. Baada ya kuingia, hakikisha line ya mteja ambayo inahitajika kutengenezewa hiyo huduma ya lipa namba ipo hewani kwa muda huo. Yaani imewekwa hewani sababu itahitajika kutuma OTP katika hiyo line. Kwa kama mimi hapa nipo tayari, utaingia katika sehemu palipoandikwa usajili wa mfanyabiashara. Usajili wa mfanyabiashara. Hii kinara nitakuja kuelezea kazi yake, jinsi ya kusajili line kwa mteja, nitakuja kuelezea jinsi ya kutengeneza mauzo yako ya simu, jinsi ya kuuza vifurushi kwa kutumia hii app nitaelezea. Leo naelezea usajili wa wafanyabiashara tu. Kwa utaingia katika sehemu palipoandikwa usajili wa mfanyabiashara. Baada ya kuingia katika sehemu palipoandikwa usajili wa mfanyabiashara, utasubiri ifunguke. Kama hivyo ni kitu chepesi sana. Ukifuatilia mwanzo hadi mwisho utanielewa. Natumaini utaipenda. So utaingia katika sehemu palipoandikwa mfanyabiashara mpya. Utagusa kama hivyo. Hapa kuna vipengele vitatu. Kuna binafsi, machinga na NIDA ID. Acha nifafanue kwa haraka haraka kimoja kimoja. Binafsi, hii ni mteja ambaye ana kampuni ambayo imesajiliwa kwa kutumia BRELA. Yaani tunasema zile biashara ambazo ni rasmi. Alafu kuna machinga. Machinga na sisi tunaelewa. Machinga ni wale wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wana move kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Hii inahitaji mteja awe na TIN number na kitambulisho na picha yake ya ofisi yake. Ila leo naenda kuelezea kuhusu NIDA ID. NIDA ID ni mfanyabiashara yoyote yule, hata wewe unaweza ukatengeneza lipa namba yako kwa ajili ya kufanyia miamala yako ya kila siku ili kuepusha makato yasiwe mengi. Kwa hiyo nitaelezea NIDA ID, kwa utaingia NIDA ID. Kinachohitajika hapa ni namba ya simu. Basi. Kuja kufanya utaingia hapo umeambiwa namba ya simu ya mmiliki. Utagusa hapo namba ya simu ya mmiliki ambayo sasa ndio namba ya simu ya huyo mteja ambaye anahitaji lipa namba. Kwa utaangalia hiyo namba ya mteja. Kwa mfano mimi ya kwangu hii hapa ni 0790 0779540012. Kwa nitaingiza hapa 0779540012. 0779540012. Nitatuma OTP. Hiyo OTP inaenda moja kwa moja katika namba ya mhusika ya mteja. Umeona ishafika, utaingia utaread. Utaiona hapo ni 2760. Hiyo OTP ndio utakayoingiza hapa. Itaingiza ni 2760. Baada ya hapo utathibitisha. Baada ya kuthibitisha utasubiri kuendelea mbele. Kidogo mtandao upo sawa ila tutaendelea vizuri. Utakuja majina kama hivyo. Jina la mteja ni anaitwa Leticia John Sumai. Kwenye barua pepe utaachana napo. Usiandike chochote utaendelea. Baada ya kuendelea utaona hapo NIDA only. Jina la mfanyabiashara iwapo Leticia imesajiliwa kama Leticia. Hapa huwezi ukaandika jina la biashara unalohitaji wewe. Sababu hatutumii picha ya duka. Kwa hiyo utachagua aina ya biashara. Mteja huyu biashara yake ni ipi? Kama mimi hapa mteja wangu biashara yake ana duka tu la kawaida. Kwa hiyo nitatafuta sehemu palipoandikwa kwa kama kuna mitumba, anauza mitumba, ndio hao machinga. Anauza mitumba kama ni machinga, utaandika machinga kama ni saluni. Mimi yeye anauza duka. Kwa hiyo utaingia kwenye duka. Baada ya kuingia duka sasa utaenda chini utaambiwa anwani ya biashara. Sehemu unakofanyia biashara ni mkoa gani? Kwa mfano mimi mteja wangu yupo Mbeya, kwa hiyo nitaandika yupo Mbeya. Kama hivi tutaendelea. Utaambiwa anwani ya biashara. Hapa utachagua business location, yaani sehemu alipo ndio utakapotumia.
Baada ya hapo utaambiwa mkoa alipo. Utagusa hapo, utachagua mkoa wa Mbeya. Utatafuta Mbeya ilipo, hii hapa. Utagusa kwenye Mbeya. Nimegusa Manyara, sorry. Utagusa Mbeya. Mbeya ilipo. Then utagusa Mbeya. Ukishagusa Mbeya utaendelea. Utaambiwa wilaya. Utachagua katika wilaya iliyopo ni Mbeya CBD. Chagua Mbeya CBD, kata gani? Yupo kata ya Iganzo, utachagua Iganzo hii hapa. Chagua yupo kata ya Iganzo. Namba ya posta itajiandika yenyewe. Utakuja plot namba alipo, namba ya mtaa. Mimi mteja wangu yupo namba yake mtaa ni 12346. Utakuja utaandika ile namba ya simu ya biashara ambayo ni ile namba ya mwanzo tuliyoandika. Utakuja kuiangalia ile namba tuliyoandika mwanzo. Ni hii hapa. Utasubiri ije. Utaiandika hapo 0779 540012. Hapo utaandika namba ya simu mbadala. Hii namba atakutumia mteja namba yake nyingine ya mtandao wote ambao ipo hewani kwa muda huo. Kwa atakutumia, kwa mfano mimi amenitumia ni 0776 hapo 201293. Baada ya hapo utagusa endelea. Baada ya kugusa endelea hapa utajaza kitu chochote katika hii sehemu. Utagusa moja kwa moja endelea. Ukigusa endelea utakutana na maelezo kama scan picha ya QR code, achana nayo. Utaenda moja kwa moja katika sehemu imeandikwa generate QR code. Utagenerate kama hivyo. Utasubiri dakika kadhaa. Lipa namba yetu itakuwa imekamilika kama hivyo. Utaona message imeingia moja kwa moja katika simu yetu. Cha kufanya, lipa namba hii ili uweze kuipata, utaichukua, utamtumia mteja wako kama ana WhatsApp namba. Kama hana WhatsApp namba utabidi uihifadhi katika akaunti yako yoyote ile ya WhatsApp, mali uwe nayo lipa namba. Siku mteja atahitaji utamtumia. Utahifadhi kama hivyo, ushahifadhi. Utarudi sasa kwenye simu ya mteja, ndio kuna message imeingia. Tutafungua message ya kwanza hii hapo. Nasema ndugu mteja, usajili wako wa huduma ya lipa kwa simu umekamilika. Message ya kwanza. Message ya pili hapa inakuja nakwambia ndugu mfanyabiashara, kuingia kwenye akaunti yako ya biashara ya lipa kwa simu, maelekezo piga *150 hiyo. Akaunti ya biashara ni hiyo. Kwa hiyo hapa tutakuwa tumefanikiwa kutengeneza lipa kwa simu. Karibu katika video ijayo ni kuelekeza jinsi ya kufungua akaunti ya lipa kwa simu. Kama ni mara yako ya kwanza, jitahidi usubscribe ili uweze kusupport katika channel yetu endelee kukua zaidi. Baada ya kusubscribe, naomba washe notification bell iweze kupata taarifa katika kila video tunayotengeneza inafika katika sehemu hiyo. Kwa asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibu katika video ijayo.